Halo ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya kilimo cha Dragon, karibu tuone maendeleo ya mbegu zetu ambazo tulizipanda tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2024 mpaka leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025. Maana yake tukifika tarehe 19 mwezi wa 5 huu mwaka 2025 tutakuwa tumekamilisha miezi 10. Kwa hiyo sasa hivi tuna miezi 9 na wiki kama 2 hivi. Kwa pamoja tumekuwa tukifuatilia hizi dragon zetu au haya mbegu yetu ya tunda za dragon yanaendeleaje, na kwenye kila hatua tunajulishana na kufahamishana. Sasa kwa sasa hivi mbegu za dragon zikifikisha miezi 9 na kuendelea, miche ya kwanza au matawi ya kwanza yatakuwa yameshakomaa, yatakuwa yamekomaa na yanakuwa yana uwezo wa kutoa matawi mengine kutoka kwenye tawi lile la awali au tawi la mwanzo. Kwa hiyo sasa hivi tunategemea kwamba dragon zetu hizi tunapotafuta mwezi wa 10 tangu tulipopanda, lazima tuwe tumeona matawi mengine ambayo yanatokeza. Kama tulivyosema kwamba hakikisha matawi yote utayaacha kwenye eneo ambalo unaona kabisa uzito hautaweza kuharibu nguzo zako. Kwa hiyo utaacha sehemu ya katikati ya hizo nguzo zako. Kama ni ile umepanda kwa njia ya mstari, basi kwenye ile mtambao wa panya wa juu utaacha mbegu zitokee pale, au hayo matawi ya awamu ya pili yatokee hapo, kwa maana ya kwamba tawi la kwanza lilishatoka. Usiruhusu matawi mengine au tawi jingine kutoka kwenye tawi la kwanza litokee nje ya pale mahali ambapo panaweza kubeba uzito mkubwa na panaweza kuzuia uharibifu wowote ukitokea. Sasa twende tuone mbegu zetu zimefikia wapi. Kama tunavyoona kwa sasa mbegu zetu zimefika kiwango hiki. Kwa hiyo kwa kiwango huwa ni kizuri. Tukiona hapa kwa ukaribu tunaona kwamba dragon zetu, hili lilikuwa ni tawi la kwanza. Tunaona tawi zingine zimetokeza, ni nyingi kiasi kwamba hata katika idadi ambayo tunatarajia imezidi. Kwa hiyo hapo sasa itaanza kazi ya kupruni na kupunguza. Sasa kwenye kupruni ndipo hapo sasa utatakiwa uzingatie kwamba na pruni zipi na naacha zipi. Sasa ni chaguo lako wewe. Za mwanzo tuliacha kwenye kila mche tuliacha mbegu 4, kwa maana ya kwamba matawi mawili tuliacha matawi manne. Matawi mawili yameangukia upande huu na matawi mawili yameangukia upande wa kule. Sasa matawi hayo kule mawili na huku mawili kwa sasa ndio yanaonekana hivi. Haya ndio matawi ya awali haya, lakini ukiangalia yameshaanza kutoa matawi mengine madogo. Unaona kama hii imeanza kutoa matawi mengine ambayo ni madogo. Kwa hiyo sasa kwa hii ni sawa, kwa sababu mti wetu huko hapa na mti huko pale. Kwa hiyo hizi tukiziacha inakuwa ni sawa, kwa sababu bado zitabebwa na uzito wa nguzo za katikati hizi. Lakini ukiacha mbegu kama hii ambayo imetoka nje, hii itakuletea madhara. Kwa hiyo kwa maana hii ni miongoni mwa ambazo zitafanywa pruning. Kwa hivyo basi mbegu zako za dragon zikifika miezi 9 tunategemea lazima utaanza kuona dalili za kufanya pruning, kwa sababu matawi yataanza kutoka matawi ambayo ni matawi ya awamu ya pili, kwa sababu awamu ya kwanza yanakuwa yameshakomana. Hata ukiangalia ncha zake unaona zimeshakomana, zimefunga kwenye ukuaji. Unaona kabisa hata tawi kama litatoka lingine, basi litatoka kwa maana ya kwamba ile ya kwanza imekomaa. Na mengine ukiangalia unaweza ukatoa mbegu kabisa, kwamba unaweza ukapata mbegu kutoka kwenye hizi kwa sasa. Kwa hiyo sio zote zinaweza kutoa mbegu, ni baadhi. Unaona kama hii hapa imekomaa na ni ya kijani kabisa, kwa hiyo hii unaweza ukatoa mbegu, lakini utakuta zingine kama hizi ni bado hazijafunga ukuaji, zinaendelea kukua. Kwa hiyo utakuta, lakini ingawa zinaendelea kukua pale katikati utakuta zimeanza kutoa matoleo, kwa maana ya kwamba zinatoa majani ya awamu ya pili. Kwa hiyo kama haya sasa ndio wakati wa kuyatrain kwamba unataka yaende wapi. Unaona sasa kwa karibu hapo, unaona kama ili tawi moja limetoa matolezi mengine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sasa limetoa matolezi 7, na sisi tulisema kwa awali tunataka matolezi matawi 4
na kwa mara ya pili tutataka matawi mawili kutoka kwenye kila tawi ya yale ya awali ya manne, lakini kwa sasa tunaona matawi yametoka 7 kwenye tawi moja. Kwa hiyo huo ni mzigo mzito, maana yake utakuwa unalazimika pia kulilisha dragon samadi ya kutosha na ya mara kwa mara, ambapo kwa namna moja au nyingine itakuwa ni adhabu kwa mkulima. Sasa kuepuka hilo, ndio unatakiwa sasa uwe na kiwango ambacho unakadiria kwamba kiwango hiki matunda yatakapoanza kutoka hayataathirika, kwa maana ya matunda kuwa membamba au matunda kuanguka kwa maua kwa wingi, kwa maana ya chakula, lesho ya chakula au mgawanyo wa chakula hauko sahihi. Kwa hiyo kutokana na hilo unatakiwa kupruni, upunguze ili yaweze kufika kiwango ambacho kinatakiwa na kiwango ambacho hakiwezi kuleta madhara kwa baadaye, wakati tunategemea matunda yanaanza kutoka. Na kwa sasa tutaona kwamba sasa hivi kwa sasa hii miezi 10 hii tunaitafuta miezi 9, tuna miezi 9 na wiki 2 tunatafuta mwezi wa 10. Utaona kwamba hata zile dragon ambazo tulizipanda zilikuwa nyembamba au zilikuwa na udogo au kipimo cha urefu wa mbegu au ile cuttings ulikuwa ni mdogo kiasi kwamba zikatofautiana katika ukuaji na zingine. Kwa sasa hivi hautaona utofauti, zote zimeshona na zote zimeweka matawi sawa na zenyewe zimeanza kutoa matawi mengine kama zinavyotoa zingine. Kwa hiyo utaona kwamba tayari zimeweza kukutana katika ukuaji na zile zingine za awali. Kwa hiyo zote zinakwenda sambamba, ingawa hizi zitakuwa hazijashona sana, kwa maana matawi yake bado ni machanga yanayotoka ya awamu ya pili, na yale ya awamu ya kwanza bado hayajafunga katika ukuaji, bado yanaendelea kukua, lakini bado yametoa matawi machanga tena ambao ni ya awamu ya pili. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye awamu ya pili dragon zetu zimekutana, kati ya zile ambazo zilikuwa nyuma na zile ambazo zilikuwa mbele katika ukuaji zimesha kutana. Kwa hiyo hizo ni dragon nyeupe. Sasa tukiangalia nyekundu, vivyo hivyo na zenyewe zimeanza kutoa matawi kama hili hapo unaona limetoka, lakini ukiangalia kwa makini hapa katikati hapo utaona kuna hii imetoka na hizi zimetoka, zimekuwa nyingi sasa na zenyewe zinatoka, kwa maana ya kwamba zinaweka matawi ya awamu ya pili. Lakini ukiangalia huku unaona bado, lakini unaona hivi vincha vya miba vimeweka dalili ya kwamba vinatoa matawi ya mara ya pili muda sio mrefu. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji na mkulima wa matunda ya dragon, kwa sasa tunaamini kabisa kwamba kama ulipanda pamoja nasi huo mwezi wa 7 mwaka jana, tunaamini kwamba dragon zako zitakuwa katika kiwango hiki. Kama zitakuwa nyuma ya hapa, maana yake kuna makosa ambayo uliyafanya katika huduma, aidha kuanzia kwenye upandaji ama uandaaji wa mbegu. Kwa hiyo kama uandaaji wa mbegu ulifanyika vizuri na upandaji ulifanyika vizuri, basi ni huduma za mbegu zako au za matunda yako, kwa maana ya kwamba samadi haikuwekwa katika kiwango kinachotakiwa na maji hayakupatikana kwa muda unaotakiwa au kwa muda ambao mmea unahitaji maji. Hilo ni jambo la msingi sana. Na pia ukaguzi wa udongo wa mara kwa mara kutambua kwamba je, samadi ambayo nilikuwa nimeiweka bado ipo au imeisha kwenye udongo. Video zilizotangulia tulipeana somo namna gani unaweza ukakagua udongo. Kwa haraka mojawapo ni kwamba unaweza ukauchimba ukaangalia, ukiwa unashikana tonge kabisa, unajua kabisa samadi hakuna. Udongo ambao una mbolea yoyote ile au samadi yoyote ile wenye asili ya mbolea unakuwa unaachana. Ukitengeneza kama tonge haliwezi kushikana, ukilitikisa kidogo utaona linaachana. Lakini ukiona samadi yako inashikana kama tonge la ugali na hata ukilitikisa kidogo haliwezi kuachana, basi unajua kabisa kwamba samadi yangu kwenye udongo imekwisha. Kama imeisha, basi kinachofuata ni kuongeza kiasi cha samadi ili matunda yako yaweze kuwa sawa. Kwa hiyo hizi ndio mbegu zetu, hizi ndio dragon zetu ambazo zilikuwa ni changa kwa wakati huo, zilikuwa ni ndogo sana ukifananisha na zile ambazo zilikuwa na mbegu kubwa. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni vile vimbegu vilikuwa ni vifupi kwa urefu wake ulikuwa ni mfupi
kwa maana ya kwamba zinapoenda kwenye kitaru zilichaguliwa vimbegu vifupi, sio kwa maana vilikuwa dhaifu, lakini vilikuwa vifupi. Kwa hiyo urefu ulikuwa ni chini ya sentimita 15 ukifananisha na zingine ambazo zilikuwa zaidi ya sentimita 15 ambazo zinafanya vizuri. Kwa sasa matunda ya awamu ya tatu yako hapa hivi, yako kiwango cha kiganja. Hii ni White Dragon Fresh. Kwa hiyo yamefikia kiwango cha kiganja, yanajaa kwenye kiganja. Kwa hiyo tunategemea muda wowote yakiongezeka kama wiki mbili, basi tunaweza kupata matunda ambayo yataweza kuwa yameiva na unaweza ukampelekea mteja. Kwa hiyo kwa namna hiyo, nadhani kwa leo tumeona kwamba hii miezi kumi dragon zetu zimefikia wapi. Kwa hiyo ukiona mstari unaonekana kama hivyo, huo hapo unaenda mpaka kule, na dragon zimechipua vizuri, na unaona hata matawi madogo yaliyotoka yana afya nzuri, kiasi kwamba unaona kabisa kwamba huduma zake zimekuwa ni nzuri. Kwa hiyo hii ni kiashiria kwamba huduma zimekuwa ni nzuri, matawi yanatoka yakiwa na afya kama tunavyoyaona hivi, na haya yametoka vizuri kabisa. Hizi ni White Dragon Fresh. Kwa hiyo kwa namna hii na utokaji wa matawi wa namna hii, unajua kabisa samadi chini bado ipo, ni kiashiria pia mojawapo cha kutaarifu wewe kwamba huduma za matunda yako ni nzuri, na huduma za bustani, yani kwa maana ya mbolea pamoja na maji, vinakwenda sambamba na vinaweza kulinda matunda yako na afya yake inakuwa nzuri. Lakini utakapoona vimatawi vinatoka vidogo na vinakuwa vinasinya, kwa mfano utakiona kama hiki kilikuwa kimekatwa, yani sijui ndege alitua, sijui nini kilikata. Kwa hiyo ukiona matawi yanakuwa membamba madogo, yamesinya, unajua kabisa huduma zako haziko sawa. Kwa hiyo lazima utafute mahali gani unapoweza kurekebisha. Asanteni sana. Sisi ni Kilimo cha Dragon Tanzania, tunapatikana Arusha. Chaneli yetu inaitwa Kilimo cha Dragon Tanzania, tunapatikana YouTube, lakini pia tuna namba za mawasiliano ambazo tunatoa huduma ya mbegu, lakini pia na elimu. Hatujaanza kufanya visit za kuwatembelea wakulima au kwa namna yoyote ile, lakini tunawapa elimu kwa njia ya mitandao na kuwaelekeza namna ya kuhudumia. Kama utapata mbegu kutoka kwetu, basi utapata huduma ya elimu bure, kwa maana ya kwamba utaelekezwa upandaji, huduma na mpaka utakapofika uvunaji, lakini pia pengine utapata hata bahati ya kuunganishwa kwenye masoko. Lakini pia tuna group la WhatsApp ambalo tunaendesha elimu, tunabadilishana mawazo mbalimbali kwa Afrika Mashariki. Tuna watu wa Uganda, tuna watu wa Kenya, tuna watu kutoka Rwanda, tuna watu kutoka Tanzania, ambao hao wote ni kwa wakulima, kwa hiyo tuko connected. Tunashukuru kwa comments zenu, likes zenu, pamoja na wale walio subscribe watakuwa wa kwanza kupata video hizi mara zinaporuka kwenye channel yetu ya YouTube. Lakini pia tuwashukuru kwa wale ambao wanauliza kwenye comment, wanaleta maswali mbalimbali kuhitaji mawasiliano na namna nyingine ya ulimaji wa dragon na namna lilivyoendelea kwa Tanzania, hasa Tanzania kwa kilimo cha dragon. Kwa hiyo tunashukuru. Kwa hilo tunatoa shukurani, tunasema asanteni, karibuni, tuendelee kufanya kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Asanteni.